مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نشكر الله سبحانه وتعالى kwanza kutujalia kuwa ni wenye kuiswali salatu al-isha kwa jamaa. Vile vile tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujumuisha sehemu kama hii ambayo bila shaka sote tunajua tumekuja kwa ajili ya swala la nikah, na ni swala lenye furaha, na jambo kama hili lina ada katika maisha ya mwanadamu kuwa furaha ni mara moja peke yake. Hata mtu akienda akiongeza, ile ya kwanza huwa ni kinao na haiwezi kuwa na mfano wake. Kwa hiyo tutawaomba inshallah. Kwa hiyo vile tunaona harusi wetu na leo ndio siku yao, na hawatakuwa na siku kama mfano wa siku wa leo, basi tungeomba tuwe na subra ili tuweze kuwapatia majibu yao na wao waweze kukamilisha nusu yao ya dini, na baada ya hapo tutaomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfik katika shughuli yao. Inshallah atakayeendesha barnamij kama hii ni shekhe wangu Sheikh Suleiman Iskandar. Yeye ndiye atakuwa ni mwenye kuendesha barnamij, lakini kabla sijapeana hii mic kwake na control, mimi ningependa kumwita hapa mbele rafiki yangu, sahibi yangu, ambaye ukimwona yeye unaona mimi, ukiniona mimi unaona yeye. Nafikiri wengi tayari washafahamu bila kumtaja jina, na mimi mwenyewe sitaki kumtaja jina, na muomba yeye mwenyewe hapa mbele inshallah. Barakallahu fik. Karibu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. Imamu wetu alisalisha alikuwa tuomba sote tuwe na subra kidogo, na Sheikh Hamza kadhalika ashakuja na mukaddima wa munasaba kama huu, na kwa vile walilahi alhamdulillah tuna mabwana harusi watano
katika siku kama hii leo, huwa ni muhimu kutabaruku katika waliohudhuria, katika viongozi, katika waliokuja, na inshallah kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi kwetu sote. Pili ni kuwakaribisha nyote mara nyingine tena katika barnamiji kama hii, katika munasaba kama huu. Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hii ni hadithi yenye msukumo mkubwa. Wazee na wanaharusi kwa hadithi kama hii huwa nifanyiki haraka jambo kama hili. Tutafungua kwa ayati za Qur'an na ndugu yetu Sheikh Sudesh ndiye atakaye tusomea hapa, kisha baada yake tutakuwa na Sheikh Yusuf Abdu ambaye kwamba ndio atatoa kalima na tawjihat kwa bwana harusi wetu. Sheikh Yusuf ghaniwa ni taarif, amekuwa na barnamiji yake siku za nyuma, Shababu Mustaqbal, na mpaka leo ana ofisi yake ambapo kwamba ina dinner consultation. Kwa hivyo alhamdulillah, tutamwomba kwa dakika baina ya 5 kwa 10 inshallah aweze kuwa nasihi na kuwaongoza na kuwapatia dozi ya mwisho kidogo kwa harusi katika siku yao muhimu kama hii. Kisha baada yake, kwa vile tuko na viongozi na wasomi tofauti, tutaomba Sheikh Sugu Hassan Sugu ambaye kwamba ataozesha mabwana harusi wawili, tutamwomba atoe kalima fupi, kisha atakuwa mwenye kuozesha vile vile, na mwenye kuozesha mabwana harusi wetu watatu ni Sheikh wetu Sheikh Dulina ndio atakaoozesha hizi baraka. Kama nilivyotangulia kusema, bwana harusi watano, inshallah Mwenyezi Mungu awape furaha na wakamilishe, na familia zote zitangamane kwa uzuri. Kwa hiyo watatu wataozeshwa na Sheikh Dulina na wawili wataozeshwa na Sheikh Hassan Sugu, na Sheikh Hassan Sugu baada ya kuzungumza Sheikh Yusuf yeye atazungumza kwa kidogo inshallah, yeye kisha ndio aozeshe. Na kwa vile tuko na Kane hapa kwa kwamba naye ametoka safari na tunamtambua, kwa hiyo tutamwomba naye Kane inshallah aje kwa dakika chache pia awasalimie, na kisha baada yake tutakuwa na kalima ya shukuru ambayo tutatolewa na mzee wetu Ustadh Taha bila kurefuka. Tutamwomba Sheikh Sudesh atufungue kwa ayati za Qur'an. Tafadhali mashukuru na maajuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. Sasa tutachukua fursa hii kukaribisha Sheikh Yusuf, inshallah awapatie mabwana harusi wetu baada ya tawjihat, falyatafadhal mashkuran maajuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu tuliohudhuria katika hafla hii fupi ya kipekee yenye bwana harusi watano, Mwenyezi Mungu awabariki wote, na hasa kwa leo kuwa tuko wengi alhamdulillah, mashaikh mbalimbali, ingekuwa bora zaidi tufupishe, tusifanye nguvu. Nataka nizungumzie jambo moja muhimu mno kwenye jambo la ndoa, na usiambiwe huu ni msingi wa kipekee. Jambo lenyewe ni tabia njema. Tabia njema ushamaliza kila kitu, licha ya kuwa tukenda kutaka kufafanua mengi kwenye masuala ya ndoa ni mengi, lakini tabia njema imekusanya kila kitu, sababu tabia njema iko ndani ya ile aya Mwenyezi Mungu aliposema waashiruhunna bilma'ruf, tangamaneni nao kwa wema. Nataka nizungumzie tabia njema mara mbili. Kwanza kwa ujumla, tabia njema ndugu zangu, akhlaq ndilo jambo linalotafsiri imani zetu kwa kiasi cha unavyoona kwa wewe ni Muislamu kwa imani yako uliposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, basi tafsiri ya imani yako ni tabia njema. Tabia zako ndio za tafsiri ile imani yako, sababu imani haionekani, imani iko ndani. Licha ya kuwa kuna watu leo wadai wanavipimo, wanaweza kupima na kuambia imani yako imefika, imekaa sijui kipimo umefika wapi, sababu imani iko ndani, anayejua ni Mungu. Mungu ndiye anayejua muumini au munafiki, lakini tafsiri ya kipekee ya imani ni tabia njema. Ibada zote tunazofanya athari yake ni tabia zako. Nitawapa tu mifano kutoka kwenye Qur'ani na mafundisho ya Mtume, mtakuja kuyaona hapa. Mwangalie Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye Qur'ani alipowazungumzia waumini kwa sifa zao zote, waumini wacha Mungu, waumini ibadur Rahman, Mwenyezi Mungu aliwataja kwa tabia zao. Hata unaposwali wewe haitoshi, kama kweli waswali, lazima na nyingine yote yapatikaniwe kwa tabia zako zile njema, ndio tuseme wewe ni muumini. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, sio sisi sitini. Baada ya hapo walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladhina hum lizakat, walladhina hum lifurujihim illa 'ala أزواجهم أو ما كلها، والذين بأماناتهم وعهدهم راعون. وبين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. zote hizi tafsiri za imani uliyobeba. Ukija kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kana yu'minu billah wal yawmil akhir
Basi Mtume asema man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu fala yukhrijha falyaqul khayran aw liyasmut. Kul hadhihi akhlaq, zote hizi ni tabia nzuri. Sasa niwaambie tabia nzuri kwenye ndoa, bwana harusi msikilize. Hakuna jambo zuri utakalo mweza kumfaidisha mke wako kama tabia zako kuwa nzuri. Waashiruhunna bil ma'ruf. Wallahi ile juhudi tunaofanya katika sisi kutaka kujilazimisha na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, juhudi iliyopatikana katika hizi ibada tungeifanya katika akhlaq, Allah ghayyara al-alam, tungebadilisha ulimwengu. Sababu kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi ibada ni rahisi, bali hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakuhimiza hivyo, kwa sababu alijua kuna wengine hawawezi. Kuna waliotaka kuswali usiku mzima kwa wewe usifanye. Kuna mtu aliswali mpaka mwisho aweka kamba, akichoka aegemea, amwambia no, usifanye hivi, swali kwa nguvu zako, ulishapo ukichoka lala. Kuna waliotaka kufunga kama vile Mtume akamwambia la, mimi si kama mimi, Mungu yoni. Sasa ukienda katika ibada, hata Mtume mwenyewe hakutaka sisi tuwe kopi yake katika zile ibada, lakini kwenye akhlaq Mtume alitaka tuwe kama yeye. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule mbora kwa familia yake, kwa mke wake, na mimi ni mbora wenu nyote kwa watu wangu. Niulizeni kwa nini? Kwa sababu katika hizi ibada ni khiari. Wewe kama mfanye jambo mbele unataka, lakini katika akhlaq kuna baadhi ya mambo ni wajibu. Mungu akikwambia ishi na mkeo kwa wema, ukimfanyia idhnar na udhalimu na unyama, utakwenda kuharibikiwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunajua kufanya mazuri yafuta mabaya, lakini hatujui kwamba kuna mabaya mengine tunayafanya kufuta mazuri. Kama huna tabia njema, ukaishi na mkeo vibaya, jirani yako vibaya, shangazi yako vibaya, mama yako, yaani ukaishi na watu vibaya, hakuna mtu muflis zaidi yako ya kurudia. Hizo swala zako za kiamu leli na sunna zako zote zitakwenda kuishi. Kwa hivyo ndugu zangu, wanaume yote kwa ujumla na bwana harusi khas, kama mna jambo zuri ambalo litaweza kuwasaidieni kwenye safari yenu hii ya ndoa, ni kuwa na tabia njema. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ni wepesi leo sisi kudai tabia njema, lakini ikija kwenye wakati tanfidh, yani katika ule wakati wa mtu sasa aonyesha tabia njema, hapo ndipo kwenye kizungumkuti. Maana kila mtu udai mtazamo tena tabia sikuzungumza. Unaweza ukafaulu katika ibada za saumu na sala na qiyam na dhikr na Qur'an, lakini ukafeli lahadha ukipewa mtihani wa kuamiliana na ndugu yako vizuri, mtihani wa akhlaq. Leo mimi nawaambia kama mshauri kwenye masala haya ndoa, nikiulizwa wewe unaona ni jambo gani hasa sababisha ndoa hizi kuvunjika, wallahi wala si hata sifikiri, nikasema tabia mbovu. Faida unaipata mke kwa mume ni tabia zake nzuri, na faida unaipata mume kwa mke ni tabia nzuri. Mkiwa na tabia njema utafanikiwa. Niulizeni bwana, tabia njema ni kama nini? Ukiudhiwa subiri, vumilia. Ukikosea samehe. Ukikosa wewe bembeleza na omba msamaha. Akilia, akihuzunika, fute machozi usifike mbele. Akikufanyia mazuri, appreciate mazuri yake. Hizi ndizo tabia njema. Zikikosekaniwa kwenye maisha ya ndoa, maasalama. Na baada ya hapo itakuwa na talaka ile kwa kusema Mwenyezi Mungu haitaki. Lakini imefika mahali kwa sasa heri watu watano kuliko maisha ya mateso. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Jazakallah khair Sheikh Yusuf. Maashara hadhrin, nafikiri sote tutakuwa tumenufaika na sio bwana harusi tu pekee yake. Maneno ambayo kwamba nataka mhadhara kamili inshallah siku nyingine ungepanga mambo kama haya kuwafilisha ushtama na sote. Sheikh Sugu, jazakallah khair inshallah. Wape dakika chache na bwana harusi wetu na kisha
ikamilishe kukuwezesha hafidhakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuha al-ikhwati al-a'izza, nadhani ujumbe tuliosikia kutoka kwa Sheikh Yusuf kwa wanandoa pamoja na sisi tuliohudhuria inatosha, isipokuwa tunapenda kwa haraka niongezee mambo mawili ambayo inafaa mimi mwenyewe binafsi na sisi sote kwa jumla tuwe wenye kuzingatia katika ndoa ya leo. For information, ndoa ya leo ni baina ya watoto wa mashekhe wawili min mashaikhina ambao kwa hakika ni wanaharakati kubwa katika majali dawa. Sheikh Suleiman alikuwa ametaja Shababul Mustakbal katika Radio Salam, na mmoja katika hao mashekhe wetu alikuwa na ramani ya Sheikh Siddiq Ali. Kwa leo hao mnayoona hapa vijana watano, karibu wote watano ni watoto wa Sheikh Farjalla. Ni kama ni wawili ama watatu ni wale wake kabisa aliowazaa, na wengine ni wale aliowalea kama baba yao. Kisha wasichana ambao pia wanaolewa wawili ni watoto wa Sheikh Siddiq Ali. Ndugu wawili wanaoa ndugu. Hii ni mfano wa kipekee. Man sanna fi lislami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a. Hiyo ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Isitoshe ikhwati fillah, nikah hii pia si sana, si haionekani sana, isipokuwa mara mara hutokea nikah aljanai au aziwaj aljanai. Hawa ni vijana watano na wasichana pia ni watano, na ndoa kama hii katika manhaji ya Kiislamu, fi Islam, huwa inaleta takhfif ya takalif, inapunguza gharama, na pia tuyassir, inaleta taysir katika ziwaj, wa tuhaqiqu at-takaful al-ijtimai, inaleta mshikamano wa jamii. Na Allah tabaraka wa taala anasema wa taawanu ala al-birri wat-taqwa, katika suala la jambo la kheri msaidianeni. Kwa hivyo mfano huu insha Allah tukiondoka hapa tuko nayo, lakini tuzidishe biidhnillah. Walmasjid wasi masha Allah, hata yumkin albaadhi yakununa fi lkharij fi saha, min watakaa huko nje, tuwe na ndoa mfano kama hii, ili Mwenyezi Mungu atutulie tawfik. Ama kwa nasaha Sheikh Yusuf amemaliza, lakini naongeza taqwa Allah fi sirri wal alam. Ulama wanasema maisha ya ndoa si nguvu, wala maisha ya ndoa sio pesa, senti, wala maisha ya ndoa si kuletea zawadi mke wako na kumalizia I love you kwa muda kisha maisha. Ndoa sio hiyo, bali lazima kuwe, yani hapo wanaoana alaka yao na Mwenyezi Mungu iwe ni hali ya juu, wawe na alaka na Allah tabaraka wa taala, na mwenye kutengeneza ni nani? Ni Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Sheikh Hassan Suluhu kwa tawjihat muhimu, na Mungu akuhifadhi. Na sasa tutakwenda katika kusoma khutba, na kisha shekhe wetu Sheikh Dubila atawawezesha bwana harusi wetu watatu, na kisha ndio tutakamilisha na wale wawili biidhnillahi tabaraka wa taala. Sheikh Dubila wawili biidhnillahi tabaraka wa taala.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النكاح من أجل القربات وجعل الطلاق من أبغض المباحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الزلات ورحمة المولات، وعلى آله وأصحابه والعزم والثبات، وتابعين لهم بإحسان إلى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والحمد لله العلي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاع الله ورسوله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله ورسوله ولو كان سيدا شريفا قرشيا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا، وأشكره شكرا وفيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا له من نور لو رأيته لرأيت وجها قمريا وجبينا أزهريا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بكرة وعشيا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أحل النكاح وندب إليه، وحرم السفاح وعد عليه، فقال الحق جل شأنه وعم نواله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. مرسل فرجلنا شذاو الكندي. نقول لك معلومة إن شاء الله مقاي قوي إن شاء الله مقاي يعني قوي قوي مقواني.
Zuwaida binti Salih bin Ali Shedie kwa mahali waliozizana. Bali kumwoa Zuwaida kwa mahali waliozizana. وقلت بارك الله لكم وعليكم وفيكم وجمع بينكما بالخير والتكبير والصلاة على النبي. إسماعيل من فرجاضة شداو الكندي. نقول لكم عليكم إن شاء الله. طيب وين إن شاء الله نبقى وين من الأسبوع عندي. إسماعيل من فرج الله من شداو الكندي من جوزها سهام بنت صالح بن علي شديد ومعالي والسهام. نقول بارك الله لكم وعليكم وفيكم وجمع بينكما بالخير والتكبير والصلاة على النبي. الله. ما شاء الله. خطبة الحاجة السؤال عن اللغة من تنقلية الرشيخ وهو مني وكبيرة إن شاء الله بالله. بارك الله فيكم. سالم فرج الله الشداوي. نعم. أزوجك كما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. نعم. سالم فرج الله الشداوي زوجتك وأنكحتك آمنة سعيد عمر بإذنها وبإذن وليها إياي بالمهر المتفق عليه. رضيت تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق عليه. وأنا زوجتك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. تكبير. لقمان عبد الله الشداوي. أزوجك كما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لقمان عبد الله الشداوي زوجتك وأنكحتك آمنة صالح عبد الله بإذنها وبإذن وليها إياي وبالمهر المتفق عليه. تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق عليه. وأنا زوجتك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. تكبير. جميل. هنا الشباب هنا. أزوجك كما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجتك وأنكحتك منجوم بكار عمر بإذنها وبإذن وليها إياي وبالمهر المتفق عليه. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق. وأنا زوجتك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. تكبير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده ميتا ومعصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وارزقهم ذرية صالحة واجعل بينهم مودة ورحمة. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. Na sasa tutaomba bwana harusi
waje huku mbele waweze kukabili hadhara, kwa sababu mshakuwa kwenda sasa hivi. Inshallah Sheikh, naomba msaidie Sheikh kule na wala usijue huku mbele. Lakini kuongea mbele ya mashekhe wakongwe inatufanya tuludu na tartaji, tunatetemeka. Mimi tu nitaweka points mbili muhimu. Kitu cha kwanza, vijana wengi wanaoa wakijua tu ndoa ndio ibada, lakini talaka si ibada. Ndio maana wakati wa kuoa watafuata njia zote za kuoa sahihi, lakini wakati wa kuacha mtu yuacha kulingana na hisia zake tu. Kwa hiyo napenda kuna msao wajue kwamba kama vile kuoa ni ibada, pia talaka ni ibada, ndio maana imepeana maelekezo yake katika Qur'an. Point ya kwanza. Point ya pili, Allah amesema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wale wanawake wana haki kufanywa mazuri kama vile nyinyi mnahitajia kwao mazuri. Kwa hiyo wewe lile zuri unalihitaji kwa mke wako, tanguliza wewe kumfanyia. Kitu chochote kikiwekwa mahali inapostahili kuwa, itafanya kazi yake. Kuna kijana mmoja aliambiwa babake risasi ya ua, akachukua risasi akampiga nao swala. Swala baada ya hapo nikimbia. Babake akamwambia yafanye ndani ya bunduki ndio hiyo. Sasa ndio hivyo hivyo. Usilaumu mwavuli kama ukusaidii, kwa kuwa haukupi kivuli wala kuziwii na mvua usitote wakati unaweka mwavuli chini ya mguu. Eka sehemu inayofaa na utaona faida yake, na mke wako ukimweka pale anapostahiki, bila shaka utaona faida yake. Neno tu la busara na hitimisha nalo bwana harusi alizingatie. Mavazi ya bwana yanajulisha usafi wa mke, na mavazi ya mke yanajulisha ni namna gani bwana anapenda dini yake, na mavazi ya watoto yanafahamisha tabia ya mke uliokuwa nayo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Inshallah bikuli haditha min zahra tumechukua hapa na pale kuweza kukamilisha masha adhim. Hatutaki kurefusha, lakini zawadi jamaa kama hii huwa kuna mambo mengi yametokea hapa katikati. Kana Ibrahim ambaye kwamba ni ndugu yake Sheikh Farajallah, na amepanda ndege 3 ili aweze kufika katika munasaba kama huu. Itakuwa ni sawa kabisa kwa Sheikh Farajallah kuona ndugu yake amesafiri kutoka mbali ili aweze kufika hapa kulishuhudia jambo kama hili na kulibarikia, kisha na yeye asipate nafasi ya kuwasalimia. Kana Ibrahim, kwa pendekezo na furaha, tungeomba usonge karibu hapa ili inshallah uweze kuwasalimia hadhara yetu hapa. Tunakuomba tafadhali usonge karibu, tafadhali tungeomba usonge karibu, na inshallah tafadhali mshukuru. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu wapenzi katika imani, sikuwa nimepanga kusimama mbele ya jamaa hii ili niweze kuzungumzisha, kwa ajili Kiswahili yangu ni ya bara. Kwa hivyo inshallah mtaniruhusu nikitumia hiyo Kiswahili ambaye haijakita inshallah taala. Ya kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa ndani ya ahabul biladi ila Allah, bahala ambayo Mwenyezi Mungu amependa zaidi, ambayo ni masjid yake. Hii ni bahati kubwa sana. Malaika wanatuzingira, rahma ya Mwenyezi Mungu inatufunika, na Allah subhanahu wa ta'ala kukumbuka kwa viumbe ambaye ni bora zaidi kuliko sisi na kututaja kwa mambo mema. Kwa hivyo shukrani zote ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tawfik aliyotupa. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuwashukuru ulama wetu, viongozi wetu na
wote waliohudhuria munasaba hii ambayo ni muhimu sana katika umri ya watoto wetu hawa watano. Nairobi nafikiri unamjua shekhi yetu ambaye anaitwa Sheikh Abdulatif Abdulkarim, rafiki wangu wa karibu sana, ako na FRC huko Nairobi. Nafikiri mtu wa Mombasa anajulikana kweli. Kwa sauti alifanya harusi jamii ya watoto 300 mara moja. 300 brides and bridegrooms ilifanyika kwa siku moja, kwa mnasaba moja na kwa kikao moja. Subhanallah, hii ndio ya pili naona ambaye watoto wangu Marsal, Salim, Ismail, Luqman na Hamedi iliyofanyika siku muhimu sana ya kuondoka kwa siku ya Jumaa na kuelekea kwa siku ya Jumamosi. Inshallah taala, yangu ya kwanza kwa niaba ya familia ya ndugu yangu Farjala Shadau Al-Kindi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kila la kheri, na Allah Subhanahu wa Ta'ala awafungulie milango zake za rahma na aweze kufungulia kila la kheri kwa ajili ya hii wakati ambayo mlichukua kwa ajili kila mmoja wetu ako na shida zake, ako na huzuni zake. Mwenyezi Mungu atufungulie zote inshallah. Sehemu ya mwisho ni ukiwa tumetoka upande ya Rabai na ndugu yangu Farjana, wakati tumefika tu hapa karibu walisema nikamuuliza ndugu, nini tena? Kaniambia halua ya harusi. Tuliwacha wapi? Tumewacha Rabai na kifunguo ndio hii niko naye kifunguo. Subhanallah. Nafikiri watu wa Mombasa wanaelewa. So ukiona hakuna halua huko, tafadhali naomba mtusamehe. Lakini kesho inshallah tutamwambia ndugu yangu Farjala akuje naye Isha kama hii ili alipe hiyo inshallah taala. Ya mwisho ni dua inshallah taala, baada ya subuh tayari ashafanya, na mimi kama msafiri inshallah dua musafir ni makbula, tutaongezea bismillah rahman rahim. Kila mmoja wetu pia haja zake za dunia na akhira ya khairi inshallah ishike kwa roho yake na tuweze kunyoosha mkono ya kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa thanau lillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ijma'na jama'atan bi khair wa farriq idha farraqta ila khair ya rabbal alamin. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حاجتنا إليك كثيرة وأنت عالم بها وبصير ولا تحتاج إلى بيان وتفصيل. يا ميسر كل عسير يسر عسيرنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ما قسمت في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه الليلة الطيبة المباركة وما بعدها من ليالي، من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة في الرزق، واجعله لنا منه غفر الحق والنصيب. وما قضيت من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين المجاهدين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انصرهم في اولى القبلتين وثالث الحرمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب هزم اليهود الطغاة الغاصبين وعوانهم جميع اعداء الاسلام والمسلمين. انصرنا عليهم نصرا عاجلا غير اجل. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انك اتيت لليهود الطغاة الغاصبين وعوانهم وجميع اعداء الاسلام والمسلمين اموالا واصلحه وامكانيات. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اللهم لا ترفع لهم
غاية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للناس آية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair. Bila shaka amechukua hiswa kubwa yeye kama ndugu yake Sheikh Farajallah, na yeye kama mlezi wa hawa watoto. Naona dua mashallah amerefusha, hata nimewaza huyo ni kana katika mambo ya kidini au ni kana katika mambo mengine, lakini alhamdulillah ametanganya na inshallah Mwenyezi Mungu atakabalie. Tutamwomba Ustadh Taha awe ni mwenye kutoa kalima ya shukrani kwa niaba ya wote ambao wanahusika, Sheikh Siddiq pamoja na Sheikh Farajallah. Ustadh Taha falyatafadhal mashkuran maajura. Kisha baada yake tutaomba mashaikh wawili wasimame na kumbatiane inshallah, kwa sababu watoto wao pia wana baraka kama haya inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Nimesimama mbele yenu kwa heshima na taadhima kwa niaba ya familia mbili, familia ya Sheikh Siddiq na familia ya Sheikh Farajallah, kwa ajili ya kutoa kalimatu shukri. Kalima yangu itakuwa na mpangilio kama unaofuata, na insha Allah tuwe na utulivu, tumalize harusi yetu kwa kheri na baraka. Mwanzo kabisa napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kushukuriwa kwa kutujalia kufika hii siku ya leo ambayo ilikuwa imekusudiwa harusi hizi, na Mwenyezi Mungu azijalie ziwe harusi za kheri. Mabwana harusi na mabibi harusi watakuwa ni wenye kupata mema katika ndoa zao insha Allah. Baada ya kumshukuru Allah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, ningependa vile vile kuwashukuru familia mbili, familia ya Sheikh Farajallah ambayo ni ya kushukuriwa kwa ukubwa sana, familia ambayo imekuja kujenga familia zetu, na Mwenyezi Mungu inshallah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kutujenga na azidishie nguvu Sheikh Siddiq na Sheikh Farajallah, na mambo yao yatimie na maisha yao yawe mazuri mpaka peponi inshallah. Baada ya kuwashukuru familia mbili, vile vile ningependa kuwashukuru mabwana harusi. Mabwana harusi ndio waliotukusanyisha sisi hapa, wametufanya tukaja hapa, na wamekuja kwa sababu ya kuunganisha familia zetu, na inshallah Mwenyezi Mungu atawaunga, na Mwenyezi Mungu awafanikishe katika maisha yao yote. Baada ya kuwashukuru mabwana harusi, napenda kuwashukuru vile vile mashehe wetu ambao wameongoza hafla hii kwa ufanisi, kwa kalima tofauti tofauti, kwa nasaha tofauti tofauti. Mashehe, Mwenyezi Mungu awajaze kheri na apatie kila la kheri katika maisha yenu. Vile vile napenda kuwashukuru waliotupa msikiti. Msikiti ambao tunautumia ni msikiti ambao umefanikisha harusi yetu. Kama tungeenda msikiti mwingine pengine kungekuwa na kasoro, lakini tunashukuru alhamdulillah tumepewa msikiti, na msikiti wenyewe umefanisha harusi yetu. Kwa hivyo wenye msikiti tunawashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awajaze. Vile vile baada ya kuwashukuru wenye msikiti, tunawashukuru wale mahadimu wa msikiti. Kuna wenye msikiti na wenye kutumikia msikiti. Wenye kutumikia msikiti tunawashukuru sana kwa ukarimu wenu, kutukubalia na kutuongoza kwa kila sehemu ya msikiti ili tufanye shughuli zetu ziwe zenye kufanya. Mwenyezi Mungu awajaze na Mwenyezi Mungu awape kila la kheri. Baada ya kuwashukuru wenye msikiti na mahadimu wa msikiti, nataka niwashukuru nyote ambao mmehudhuria hapa kwenye hafla hii. Kama hamkuja
harusi hii yetu, harusi yetu haingefanya, lakini kuja kwenu mumeifanisha harusi yetu. Mwenyezi Mungu pia ninyi atawafanisha na wape kheri hapa ulimwenguni na kesho yake. Vile vile, mwisho kabisa, napenda kuwashukuru wageni ambao wamekuja kutoka sehemu tofauti tofauti. Kuna wageni wamekuja kutoka ndani ya nchi na kuna wengine wamekuja kutoka nje ya nchi. Wote wale ambao wamehudhuria harusi hii tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awape kheri, na kutoka mlipokuja, Mwenyezi Mungu kila hatua ya safari yenu Mwenyezi Mungu ajalie hasanati ndani yake. Vile vile mkirudi kwenu, Mwenyezi Mungu awarudishe salama salimini. Na mwisho kabisa, napenda kuambia ahsantum wa jazakumullahu khair kwa niaba ya familia ya Sheikh Siddiq na familia ya Sheikh Fajabu. Asante. Jazakallahu khair. Napenda kutambua Sheikh Sultan, Sheikh Muhammad Sharif, jazakallahu khair, barakallahu fik kwa hudhuri yako. Mungu akubariki inshallah. Jazakallahu khair. مبروك عليكي وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بندايا. مبروك عليكي وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة